wiki 3 zilizopita niko nyumbani, nimetembelewa na kazi wenzangu akuja kama watatu. Yule mama Malai akuja kuongea pale. Wakati tunaondoka waenda kupanda gari, mtoto alimwacha pale anacheza. Niko pale hao anapanda gari, napigiwa simu kwamba na mtoto kaondoka. Kuna sofa pale liko nje pale. Naona alipanda kama cheza ndio. Kapasuka kwa mguu. Yule anambia jamani, mimi naomba niwaache. Naenda. Kabisa sawa. Wakati naenda, napigiwa simu kwa mtoto hali mbaya, haendi. Kwanza napeleka hospitali. Nikabasi sawa, mimi niko njiani. Wewe nafika hapo umeshaondoka. Ili boda boda mpaka tena hiyo hospitali. Kufika pale mtoto haongei. Yaani amekea oxygen. Sasa mtoto alikuwa mzima, udondoka kwa sababu kwa tayari amekosa. Ilifika kama saa 3 ya usiku, mtoto akawa amefariki. Baada ya kufa, kiukweli nilikufa nguvu kwa sababu kwa malezi na ule mtoto. Jamani, kina mama Mwenyezi Mungu awazidishie baraka sana. Yaani sisi wanaume tunao wazalao ni kina mama. Jamani, sijui tunapozungumza nini mbele ya Mwenyezi Mungu. Huyu mtoto malezi na ule mimi ndio nimekuja kujua kama kweli mama amani kuliko chochote duniani. Mama anatamani kuliko chochote kabisa. Nimepatia tabu huyu. Yeye sio ndogo. Yeye miaka nimefanya mwaka wa 2 na nusu. Lakini nahisi nimeshia miaka zaidi ya 20 kwa shida ambazo. Baada ya kufa wale kama wapiga simu jamani, mwenzetu kama hivi, eti nasafirishwa. Maana ndugu zangu wale kuambia kabisa wachangie tukasafisha miti. Nimefika nyumbani, nilifikisha pamoja kama tulikuwa kwenda kuzika kwa pamoja. Nimefikisha moja ya hospitali ya wilaya huko Mjeo Barani Mbeya. Kafika pale mimi akili yangu ikawa haipo. Mpaka wao wananiambia bwana wewe usifanye chochote ngambia baba. Kwa malezi wale mtoto wangu hata mimi nitakwenda naye. Nikaenda nikanunua ile sumu ya panya. Nikichupa ile ndio kausha kama. Kana mwanangu mwangalia hivi. Mbona ndani ya chumba cha moto nimefungua ile sumu bila yote. Hapo hapo ndani ndio. Naona mlinzi ndio washua sio aliyowashua vipi bila kuja kuzindukia ni kwa hospitali. Mwili mzima huu, hasa siwezi kusema ni ndio tumbo mtazama hapana. Ila mfano kama mtele ndio mmoja wote. Nilitoka vidonda mwili mzima. Mwili mzima. Sasa yule wa rai anaunganisha na mchungaji yuko pachangu mimi ndio akaanza simu. Bila sikia tu anapoomba hivi siwezi kuongea chochote. Nimelala, kila kitu ni hapo. Kwa muda wa wiki 2 na nusu. Siku wakati napata fahamu ndio naletewa huyu sasa. Ile kumwona na maana mzimu au nikazimia tena. Baada ya kuzimia yule pachangu akaniletea simu. Naombewa sasa ile nasikia kama ni kuna sehemu ndipo kama kuna bustani ya si vitunguu vile ndio nisimamie. Kwa hiyo angalia hivi. Hata mtu mmoja niko peke yangu. Sasa nasimamia nani naona tu nimeshapata vitunguu. Alafu sauti inaniambia usikate tamaa, mbona mtoto wako yupo? Nakuja kushuka. Tena mbona mtoto huyu hapa? Sitanie tena. Kiukweli yani napenda kuzungumza mengi sana, lakini huyu mchungaji jamani ana kitu. Yani kama hutomshika hivi mchungaji huyu hutomshikilia basi hata Mwenyezi Mungu msogelee. Huyu ndio njia kufikisha mahali ambapo tunataka kufika. Sisi sote duniani tumeletwa tu kwa ajili ya kesho. Yaani tunakesha. Hasa unakesha ni kipi? Kwa kweli sifa zote nimemshia mimi. Yapo natakiwa niseme Mungu asante, lakini nasema mchungaji asante. Unifikisha mapema kwa mimi. Baada ya kupata nafuu ndio nakuja kwanza kusimuliwa namna alivyorejea mwanangu. Kwamba alitokeza mganga wa kienyeji. Alipokuja yule mganga katika kumtibia si mtibu huyu maana sijui unajua ndio anakuelezea ile akili kumdona haipo. Yule mganga akambananisha na shangazi yangu mimi. Alipobananisha shangazi akamwambia yeye nakupa masaa 24 huyu mtoto na huyu anapona. Lakini nategemea kwa nguvu za nani? Za baba.
Kwa namna ninasimuliwa ndio ni nguvu za mchungaji. Maombi alikuwa naomba, yani wewe hata mimi pia ndani yangu nilikuwa nachemka. Unajua wewe unaomba na kile kama kuna kitu, yani unakuwa na hamu ya jambo fulani au kitu fulani ila kufikia. Kwa kweli shangazi asikia baada ya kuambiwa vile kama safiri kutoka kule mahali ndege anakwenda Makambako. Na sijui kwa anaenda Njombe huko maana unajua chao mwenda na wanaenda Njombe Makambako kwa nini? Akapata ajali. Alipopata ajali yuko na gari yake. Ikabidi apeleke hospitali. Yule mganga akampigia simu ili urudi mwamshe yule kijana. Sasa huyu yuko mmoja na hawezi kusika mpaka mimi ndani. Ikabidi watumie nia kama wanakwenda kuzika pale hospitali, wakaandikisha pacha wangu, ni maana pacha wangu wawili, mmoja mwanajeshi mwingine ni mzalendo. Wamemtoa huyu na gari kumpeleka huko Makambako ndipo lazima shangazi. Ila kwa pale wamewekwa maneno faini kuzika. Wakati wamefika kule, yani ameingia siku ile kile chumba alicholalala shangazi. Mtoto aligeuka kama bomba, afu mtoto amekaa pembeni, yani pembeni anajificha hivi. Anajifunika ile shuka hili, anajifunika shuka yake muona. Na msimuliwa kwa sababu mimi mwenyewe nimesimuliwa. Nadhani tunaelewana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu alipoonekana wala nani mganga akamwambia msimguse. Yeye akaenda akamshika, ampaka kwenye gari sana, ndiye mkambalisha zile nguo ambazo mbele alikufa nazo. Ikabidi warudi. Sasa wakati anarudi, mimi ndo fahamu vile imerudi. Ndio nakuja kuuliza bwana zile nguo hizo alizokuwa kufanaza mtoto ziko wapi? Nikamwambia ziko nyumbani, nikawaelekeza kama maisha zile nguo ndio naletewa sasa bwana. Hapo yuko mtoto nikazimia. Nikazimia. Basi kabidi niendelee kujua nilipo. Maombi ya mwisho nakumbuka nilifanywa ilikuwa kama siku moja kama saa 4. Nilifanya maombi nimeinuka mwenyewe. Yaani kwa siwezi haya ndogo kubwa hapo. Nikainuka mwenyewe naenda chooni. Na hapo nikasema jamani mimi bila safiri. Wewe nikamwambia hapana naondoka sasa kwa kurudi. Nikamlazimisha mama naye kutokana na yeye mshtuko nini akana naye naomba. Mpaka hivi ninamwambia mama yangu yuko njiani. Na hisi kama si kesho tutakuwa lazima nifike. Amen. Kwa hiyo nilipopewa nauli moja kwa moja nikapandisha mjini. Nilipofika mjini siwezi kulala. Lazima nifike nikamwone huyo baba aliyeniamsha kwa mara nyingine niendelee kuifanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo nimefika nilikuwa sina ufahamu kabisa. Nilikuwa sielewi hapa nasi ile somo sana sijajua sababu wataalamu mimi sita ya afya. Nimefika hapa tumeomba vizuri nikaona kuna kitu kimenikaba au afya na mbele toke nje. Yaani kiukweli nimefika nje yaani nikimbie nile mbali kama migusa nilifungwa. Nilitoka ndani wakati watu wanaomba. Nimefika sasa kimbie ile kimenikaba bila miguu ilifungwa hadi kama nimeshakanyaga ngazi. Nadhani mama mchungaji alikuja akasema rudi ndani. Nikamwambia lakini kana najua kwamba uingie nikimbie. Lakini waliposema rudi ndani njoo tuombe ndio kunishika mkono. Ndio nikarudi lakini vile nilikuwa nataka nikimbie sielewi nikimbilia wapi. Sababu unaniambia kimbia huko unakufa. Kwa kweli jamani naweza kusema hii nina deni kubwa sana. Nina deni. Na si deni kwamba mimi natakiwa nilete watu. Wamjue baba huyu. Amen. Na madhabahu hii. Amen. Kwa kweli sifa zote namrudishia mchungaji. Sasa Mungu anasema mchungaji kunifikisha kwa Mungu. Sababu naona kabisa nimemwona Mungu kupitia baba. Amen. Mwanangu ndio kama unavyoona huyu ana afya nzuri. Hata mbele zile kusoka. Sina shauku. Nisamehe. Lakini ndio huyu hapa ndani mwana. Amen. Bwana Yesu sana. Amen. Nashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Na pia namshukuru sana Malai ndio alonifikisha mahali hapa. Kwa kweli Mwenyezi Mungu akujalie sana kufikishia. Amina sana.